kuna matatizo gani kwani? Yaani umeniita mimi nimekuja hapa tumekaa, mimi nikajua tunazungumza vitu vya maana, unakuja unaniambia masuala ya kuuza nyumba. Hivi ni kweli? Sasa sikia, mimi sasa hivi nimefunga. Sipo tayari kuuza hiyo nyumba. Subiri mpaka nimalize hii funga. Then ndio uniite tuongee. Kwa sababu nakujua hata ukiuza hiyo nyumba sasa hivi, hiyo hela hautofanyia kitu chochote. Ni wewe utalewea hiyo hela na utaonga tu wanawake zako basi. Mimi wewe nakujua kwa sababu yani hapo wewe tayari hapo unawaza tu yani ni kunywa pombe na hao wanawake. Sasa mimi sasa hivi nimefunga. Sitaki kuharibu funga yangu. Sijui umenielewa eh? Subiri Ramadhani iishe tutaongea. Hivi mke wangu kwa nini lakini? Kila nikileta jambo zuri wewe walipinga. Mimi ndo baba mwenye nyumba. Ati nitakiwa unisikilize mke wangu wewe. Hapo penye mke wangu sija kununulia hata abaya. Pesa ya kukununulia abaya mimi sina. Nilokuwa naitegemea kule kwenye kodi vijana wenyewe ndio hivyo tena waingilia huku watokea huku. Sasa wewe kubali tuiuze ile nyumba. Pesa yote mimi nakukabidhi. Wanipata 10,000 tu niende nikaburudishe moyo wangu. Au malaya unaowasema wewe, mimi siku hizi si wa baby nishazeeka mie. Wewe mke wangu tu ndo waniweza. Huko kwingine waende wanitengwe kigunu bure. Shida iko wapi? Kubali tuiuze ile nyumba mke wangu. Mimi nakupenda sana mke wangu wewe. Nashindwa hata kununua futari. Pesa sina. Kubali tu mke wangu jamani. Una matatizo gani wewe? Au ndo tayari huyo mwanamke ameshakutafuna masikio eh? Mimi nimeshakwambia sasa hivi nipo kwenye mfungo. Au unaniambia hapo sijui upata unanipa mimi sijui nikupe shilingi 10,000 sijui ni nini? Mume wangu. Mimi nimeshakwambia sasa hivi mimi ninafunga. Hivi wewe ni dini gani? Waislamu tunafunga. Wakristo nao wanafunga. Ila wewe ufungi. Yaani hata ueleki sijui. Yaani sijui uko dini gani. Mimi sasa hivi nimeshakwambia sipo tayari kuzungumzia hilo swala. Hebu niache nifunge jamani. Tu tunaelewana basi. Yaani wewe ukiongea mimi nakuwa nakusikiliza. Ila mimi nikiongea au nisikilize kwa nini? Kwa hiyo mwanamke mbishi. Yaani mbishi kanshipa. Kwenda kuswali mke wangu, ukienda wewe na watoto inatosha mwaniombea na mie. Kwani lazima wote tuende kuswali? Wapi pameandikwa? Ukienda wewe mke wangu, waniombea mbona uko ndani twaswali kila siku mke wangu? Ni swahabu tosha. Kama umenipinga kwa hilo mama, basi mimi nitasema nini tena? Acha tu nitulie. Nitaendelea tu kutembea hivi hivi. Kuhangaika na hizo kodi. Kosi kanyandama, nikitabasamu unanipata. Kwa hiyo umeona haitoshi. Kwa na mimi unaamua kupata nyama. Kwa hiyo unakaa unanichunguza. Yaani wewe kunipangia mimi mwanaume kwa naye, au? Ndio. Kwa nini unakwambia mimi? Mimi sijawahi kukupenda. Kikweli. Mimi nilikuwa naishi na wewe kulingana na wewe ulivyokuwa. Sababu kila kitu nilikuwa nafanya kwa mapenzi yako mimi. Hizi siku zote ulikuwa unanigizia mapenzi. Yaani napoteza muda wangu barabarani na force nikupe unachotaka. Unaniita na kuja na kupeleka kote unapoenda. Dakika mwisho haya ndo malipo nayo nipa. Mimi nakuigizia kwa kipi? Wewe ulishawahi kuniambia kwamba unanipenda. Lakini mimi nishawahi kujibu kama nakupenda? Sijawahi kujibu. Sasa unaendelea kuigizia na kuigizia kivipi? Nikiwa na shida zangu na kuambia, unanisaidia. Nikiwa nataka kusimama nataka niende safari, unakuja. Nikitaka kupata pesa, unakuja. Unataka nini kufanya? Mimi nampenda Rasi. Kiukweli. Wewe mimi sijawahi kupenda. Kweli yapunda mateka. Unayaona leo. Yaani mwanangu niko naye kijiwe kimoja nimeamua kutoka naye. Hapo kucheka msemo yeye kaenda juu ni alipoongea siwezi. Dakika sifuri tu ananiangusha. Hizo ni shida zako wewe. Mimi hayanihusu. Labda kama ningekuwa siku nimekwambia nimekupenda sawa. Sijawahi kukwambia kama ninakupenda. Kwa hiyo yote nilikuwa nafanya mwenyewe kwa mapenzi yako wewe. Kwa mimi yote hayanihusu. Hivi. Wewe unataka kujiongeza ujiongeze. Kuja kuona simu yangu nikikupigia. Ninakwambia mimi nimekumisi. Haujawahi. Yaani haujiongezi kabisa. Mahali ambako utakiwi.
wewe bado unang'ang'ania. Haya mapenzi tuseme. Nimebaki na sauti yako tu kwenye kuta za chumba hiki. Uliacha sweta kwenye kiti cha kona, harufu yako inanifuata kila kona ya hewa. Hii ni sauti ya huzuni inanibana kifuani, nikitaja jina lako tu machozi yanajijua yenyewe. Hii ni sauti ya Blaza, umekutana naye? Maana muda si mrefu baba mwenye nyumba ndo ametoka hapa amepandisha. Amekuja amenichana. Nikamwambia everything kwa tumeibiwa. Akasema mimi sitaki kuelewa. Bwana tu nipangishe mshangazi. Nyinyi mabachela waga mnanichosha kwa kulipa kodi. Ndio hivyo ametoka, ameondoka. Je, umekutana naye hapo nje? Sijaonana naye. Na pia Mage nimejaribu kumtafuta lakini nimemkosa, na kila ninemuuliza anasema hajamuona. Hapo sasa ndo kimetulamba. Maana inavyoonekana baba mwenye nyumba iko serious, very serious kabisa. Amesema kama sio hivyo anatupa siku hizi siku 3. Na hizo siku 3 achana na siku ya leo. Kwa hiyo kutoa siku ya leo tumebaki na siku 2. Hapo sijui itakuwaje blaza. Na ule mzee yupo serious, ikishasema siku 3 kweli. Sema nini? Wakati mwingine unaniunga mkono. Naam? Wakati mwingine unaniunga mkono. Haya blaza, mkono huu hapa. Sio mkono huu sasa ache. Wewe unanipigia tafu na wewe. Haya sawa. Sasa ukilemewa ndo nakupiga tafu au ukinifukuza ukinifukuza. Kama mwezi huu tukifanikisha kulipa kodi, mwezi unaokuja bidi tuchangiane. Kama 30 wewe na mimi nitoe 30, tupate kodi hata miezi 2. Kwa sababu unapokaa hivi ovyo ovyo, ulipi kodi, uchangii kitu chochote humu ndani, unanipa mimi uzito. Bora niishi na mwanamke sasa kuliko kuishi na mwanaume ambaye anisaidii chochote humu ndani. Blaza, hapa mimi nimekutetea, nimeambia baba mwenye nyumba kwa umeibiwa. Kwa hapo mimi sikusaidii. Haya sawa, mwezi ujao basi tutakuwa tunasaidiana. Wewe unachangia hata hiyo, mimi nakuchangia nasaidia hata 5,500, buku 2, buku jelo. Eti blaza, ndio kuunga mkono. Nakwambia maswala 30,000 unaniambia 5,000, 2,000. Sasa hapo tutakuwa tumelipa wote kodi. Wewe umesema nikuunge mkono ndio nitakuwa nachangia 1,000. Hivyo maisha naenda fani la eti. Ngoja mimi nikipata 5,000 nitakupa. Eti blaza. Kwa hiyo unaondoka? Maskini, cheki mgongo ulivoloa kwa jasho kuibiwa hela. Kodi yote imeambulia. Nakwambia cha umalaya utaki. Unasema Magi nampenda, ananitaka. Ashakupiga kitu kizito. Ametupa siku 2 tu. Haya. Blaza. Halo. Oya kaka. Hivi unajua wanawake ni viumbe vya ajabu sana. Yaani huwezi amini, yani Flora huyu leo kwa mdomo wake ananitamkia kwamba anipendi na alikuwa na mimi kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Pole sana. Na ulivyomsikiliza yeye mwenyewe vipi, anaongea kutoka moyoni au ni hasira? Tusinaweza kuta ni hasira tu akafikisha mambo kama hayo. Lakini yeye mwenyewe hayupo sahihi, hasira tutakuwa. Sidhani kama ni hasira. Yaani niko ninavyomuona alikuwa anamaanisha kweli. Sidhani kama ni hasira. Na kinachoniuma mimi, yani kila kitu alichokuwa anataka mimi nilikuwa nampambania, nampelekea. Cha ajabu leo kwa mdomo wake mwenyewe anaambia mimi nilikuwa najipendekeza. Na mtu anayempenda huwezi kuamini ni Rasi. Rasi huyu. Kweli wanawake wa ajabu kabisa. Yani muonekano wa Rasi kabisa anaona kwake, yani unafaa kabisa kwenye maisha yake, kwenye kumzingatia kila kitu anachokitaka Rasi yule Rasi. Sema usichangae, mahusiano ndo alivyo, si unajua. Sema hamna shida, mimi nitajaribisha kuongea naye. Mimi naamini tu ile ni hasira. Mimi nitaongea naye na mimi tutaelewana, sababu tunalo tunaelewana sana. Na kama patakuwa na chochote yani
kama kutakuwa na ukweli wote ndani ya mahusiano yako wewe na yeye, mimi naamini kuniambia vile kwa sio changamoto. Kama utakuwa umezingua ataniambia, na kama yeye atakuwa amezingua mwenyewe ataniambia, mimi nitakuja kukuelekeza. Naamini hawezi kusumbua. Yaani kama mimi mwenyewe mhusika hajanielewa, vipi ukienda utaeleweka kweli? Yaani unajua sana sana wewe na yeye ni wenyewe ni wahusika na wewe ndio mhusika, lakini kukufikishia hizo habari wewe za hasira hivi ni faster sana, lakini mimi kunifikishia inakuwa ni ngumu kwa sababu anaamini kabisa huyu sio kama yule. Huyu ni rafiki yake. Kwa hiyo naweza nikaongea naye huyu na tukaweka sawa suluhisho. Mimi najua Flora hasira. Naamini kabisa ni hasira. Hawezi fanya vitu kama hivyo. Yaani anaweza akaenda akafanya labda kwa mtu mwingine ila sio kwako wewe. Naamini hasira tu. Mimi sijapinga. Yaani kama unaenda sawa. Lakini mimi yani 100% wa kusikilizwa. 100% zile 100. Sidhani. Sema haina shida, wewe kama unaenda sawa. Oya, hamna shida. Mimi nitamfikishia na mimi nitaongea naye nitakujibu. Mimi nashika zangu hivi. Na mimi nitakutana naye tu chini basi. Nitakutana naye, mimi nitamuita, nitamsikiliza, nitachukua unaoniambia wewe na nitaangalia ya kwake. Nitaona shida iko wapi, mimi na mimi tutalimaliza na mtakuwa sawa. Kuta za chumba hiki uliacha sweta kwenye kiti cha kona. Familia zetu. Sasa mimi mwanangu na kipengele. Na nimeona usizunguke sana lakini je kwa familia. Kaona ndio mtu sahihi ambaye unaweza kunisaidia shida yangu ndio kwa kuna. Shida yangu nadaiwa kodi. Ila mimi hata nikipata miezi mitatu ambayo ni 90 itakuwa imenisaidia sehemu kubwa sana. Sasa tunaweza kuongea lakini unajua vijana wangu sasa hivi hapa mjini shamsaidia mtu kiasi kama hicho cha pesa anapotea kabisa. Hamna, siwezi kuvunja uaminifu sababu ya 90. Lako utapata kwa wakati. Che mzunguko kweli. Sio wangu mimi nimefunga. Naelewa. Sasa hamna sila mwangu kusaidia sio. Hapo mwanangu utakuwa umekwisha sana. Hapo sasa ni kazi kwako. Usiwaje. Kubwa vipi hapa? Sana ndugu. Kazi ya somo hapo. Sasa unajua mdogo wangu haipandi. Kweli sahihi. Na mdogo wangu. Kuna kitu kinanipelekea kishenzi hapa blaza yako yani. Sasa mdogo wangu ndio nini sasa mdogo wangu? Namtuma ule mshamba kwa mama mtu anakuja kukuambia wewe sijui mwanangu anakupenda kafa kaoza nini. Wewe msisha kwambia kutaki ule mdogo wangu. Alafu sikia sasa mdogo wangu kwambia kitu. Unajua mapenzi halazimishwi mdogo wangu. Hivyo unakuwa unajitoesha wewe. Unafeli wapi mdogo wangu? Unajua mpaka naongea na yeye ikae mdogo wangu ule mwenzio ule mtuma ule mshamba ule. Nimetoka kumkanda ujue mtaani ujue. Si unanielewa? Kwa hiyo mwambie bwana mwanzo na mwisho yani. Mimi nitakupiga sindano ya sumu mamba ni muwe taratibu. Sasa sikiliza kama mkubwa mimi kuchanya. Yaani mimi nakupa maelekezo ya uhakika. Yule demu mimi nimetoka naye ndio. Kitambo tu kabla hajaja kwako. Alafu na wewe mshamba unasema ni mwanangu. Mimi dakika mwisho Flora kaleta dharau. Umeona? Baada ya kuzingatia maelekezo yote nini kaja kuleta dharau. Ikabidi nikamchane mwanangu. Sasa mwanangu nakuwa hajakubali. Umeona? Yule mwanangu sana. Itakuwa hajakubali. Ikabidi amfuate. Ila sijajua sasa walikutania wapi. Mimi na hiki sijamtuma kabisa. Oa, sasa mtoto wa Magomeni Ilala ni mdogo wangu. Sasa anaumiaje? Kwani ndo anataka ule demu? Yaani bado umia wewe mdogo wangu unataka ule demu eti wewe ndo anaumia, sana anaumia nini? Mwambie bwana yeye mwanzo na mwisho leo. Mimi nitampiga sindano sumu mamba taratibu ujue mdogo wangu. Alafu mimi sitaki kuvunja heshima na wewe mdogo wangu. Si unanielewa tumetoka mbali. Ulifanya hivyo basi ndio tuheshimiane. Unajua kuhusu wewe mama mtu mimi kumuumiza mtu mimi sishindi ujue. Mama mtu mimi nampenda kweli. Sema nini ya mkubwa? Sasa mimi nishamwaga kitambo tu. Yaani mimi nimekubwagia kitambo. Wewe mwenyewe unaelewa, mimi siwezi kangania demu moja. Wewe mwenyewe unaelewa pigo zake. Mademu hapo kibao nini face tu nice. Sasa mdogo wangu, umeona maneno yako unaosema sio mademu hapo kibao ndio tunakuwa na demu. Yawe kweli sasa mdogo wangu. Sio kesho kutwa na kuna tona kiandala kwa mama mtu au mtu na ule mshamba kwa mama mtu mdogo wangu. Mimi nakupiga wewe sasa ndani ya sumu mamba na kuwa taratibu mdogo wangu.
Mkosi